naomba tuombe. Mungu wetu, tunakushukuru na kutukuza kwa ajili ya upendo wako, ukuu wako, uweza wako. Asante kwa ajili ya kutupa neema ya uzima tena kwa siku mpya, kwa wakati mpya. Tunaungama kwako Bwana, tunaomba toba na rehema kwa ajili yetu wenyewe, kwa maovu yetu, kwa dhambi zetu tulizozifanya, kwa ajili ya ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu. Naomba toba na rehema Bwana kwako. Naungama kwako mfalme amani, na ninakuomba Bwana, achilia kibali tena kwa ajili ya siku mpya ya siku ya leo. Tunaomba kibali chako Bwana, siku hii ya pekee ambayo Bwana umeifanya kwetu. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akazungumze nasi, katuongoze kwa damu yako Yesu Kristo. Bwana, tunaiomba neema yako, naomba uweza wako na nguvu zako kajidhihirishe katikati ya njia zetu, katikati ya mapito yetu, katikati ya ibada zetu, katikati ya kila jambo tutakalolifanya. Bwana, karipe neema na kibali kutoka kwako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo. Bwana, asante kwa ajili ya wakati huu. Tunaomba neema yako, kaachilie uponyaji kwa kila mmoja mmoja, kaachilie uzima na afya kwa kila mmoja mmoja. Tunasi nguvu ya Roho yako Mtakatifu, tunasi uweza wako na mamlaka yako. Bwana, kajifunue katikati yetu, kajifunue tena Bwana kwa nguvu zako na mamlaka yako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo. Tupe utulivu wa kulitafakari na kulishikia neno lako Bwana. Tuongoze kwa Roho yako Mtakatifu, tuongoze kwa uweza wako na mamlaka yako, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu Kristo. Bwana, asante kwako unaenda kutenda tena, kwako unaenda kuponya tena, kwako unaenda kuisha tena, kwako unaenda kutuvusha tena, kwako unaenda kutuongoza tena kwa neema na rehema zako, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mwana wa Mungu, ni kuarike tena tutafakari neno la Mungu, na baada hapo tutarudi kwa ajili ya maombi na maombezi tena. Na neno la Bwana ambalo nimepewa leo ni kitabu cha Ayubu 38 mstari wa 11. Ayubu 38 mstari wa 11, na kichwa kinachosema kuvuka mipaka uliowekewa na adui zako. Kuvuka mipaka uliowekewa na adui zako. Kuvuka mipaka uliowekewa na adui zako. Kitabu kile cha Ayubu mlango ule wa 38 mstari wa 11. Neno la Bwana linasema, nikasema utafika mpaka hapa, lakini hutapita. Nikasema utafika mpaka hapa, utafika mpaka hapa, lakini hutapita, lakini hutapita. Na hapa mawimbi yako yanyetayo yatazuiliwa, na hapa mawimbi yako yanyetayo yatazuiliwa. Kuna vitu kadhaa ambavyo natamani tuvione na tuzungumze bahari hapo, na baada hapo tuende mbele za Bwana tukaombe. Na ukiangalia tunapozungumza mipaka, mipaka ni vikwazo au zuio linalowekwa kwa lengo la kumfanya mtu asifikie hatima yake au malengo yake au kutokutimia kwa vitu vyake. Na anaposema vikwazo ni kwamba unawekewa vitu fulani ambavyo vikufanye uchoke, ukate tamaa, uache kufanya lile jambo ambalo ulikuwa unalifanya. Unaweza ukakutana na vikwazo kazini kwako, unaweza ukakutana na vikwazo mahali popote pale katika mifumo mbalimbali. Vile vikwazo unavyokumbana navyo vina lengo la kutofikisha zile ndoto ambazo ulikuwa nazo, aidha katika taasisi, aidha katika familia, aidha ni mahali popote pale. Unaweza ukawekewa vikwazo vya aina yoyote ile, aidha kwa namna yote ile adui anaweza kainuka na kufanya vile vikwazo, na kampuni ikakwama, ikafika hatua hilo kuna usiweze kufikia yale malengo. Na sasa tunaposema kuondoa, ni kuondoa ile hali ili lengo upate kufika katika hatua ambayo ulikuwa umeweka ile mipango harisi. Kiangalia kile kitabu cha Esther, kitabu kile cha Esther mlango wa 4 mstari wa 16, unamuona Esther akiwa amewekewa mazuio
amewekewa mipaka ya kuingia kwa mume wake, ya kumfikia mume wake, lakini kuna changamoto imetokea katika mfumo wa maisha yake. Kuna changamoto imetokea. Unaona, changamoto ambayo inatokea ni ile changamoto ya mauti, kwamba tayari imeonekanika Mordekai mjomba wake na ndugu zake Wayahudi wote wameandikiwa kifo, lakini hana nafasi ya kuweza kufika kwa mfalme ili aweze kujieleza kwake. Na ukiangalia ule mstari wa 14 mstari wa 16 kwenye hiki kitabu cha Esta mlango ule wa 4, unaona Esta akisema hivi, akiagiza uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu. Angalia, mkafunge kwa ajili yangu. Pale tayari kuna kitu ambacho, na ndio maana sasa yeye kama jemadari, yeye kama kiongozi, yeye kama mwamuzi wa mwisho wa hiyo familia, wa hiyo jamii, na kama ambavyo wewe ninazungumza na wewe ndiye mwamuzi, wewe ndiye mbeba maono wa hiyo hatua ya mwisho. Anasema mkawakusanye kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafanya hivyo vile vile. Kisha nitaingia kwa mfalme kinyume cha sheria. Iangalie neno kinyume cha sheria, nami nikiangamia na niangamie. Nitaingia kinyume cha sheria. Nini? Anavuka mipaka. Anaposema kinyume cha sheria, kwa maana kuna sheria aliyowekewa, kuna mipaka aliyowekewa, kuna zuio lilowekewa la kwamba hutaruhusiwa kufanya 1, 2, 3. Hutaruhusiwa kufika eneo hili, hutaruhusiwa kufanya hili na lile, hutaruhusiwa kufanya kile na kile. Na sasa Esta anasema mimi nitakwenda kinyume na sheria. Na wewe leo hii tunaposema kuvuka mipaka, ni lazima uende kinyume cha sheria, uende kwa kubatilisha ile sheria, uende kuigeuza ile sheria, uende kuiondoa ile sheria iliyokupa zuio fulani. Na tunapozungumza zuio, kwa mfano kuna watu ambao wamewekewa mazuio na hata anapozungumza kwa Ayubu, sasa ninapokurudisha kwa Ayubu, anasema huyu mtu ameambiwa atafika mpaka hapa, atafika mpaka hapa, na mawimbi yako yanyetayo hayatafanikiwa, yatazuiliwa. Pale kuna vitu viwili ambavyo vimezungumzwa. Jambo la kwanza ni mtu mwenyewe. Jambo la pili ni baraka zake au mafanikio yake hayatakuwepo. Na ndio ile unamkuta mtu ana uwezo wa kufanya kila jambo, ana uwezo wa kupata kipato, lakini kile kipato hakimpi matokeo. Ana uwezo, ni kijana mzuri. Kuna wengine wamewekewa mazuio katika mifumo ya elimu, amewekewa mazuio kwenye elimu, amewekewa zuio. Anapofika kipindi cha mitihani, anaumwa, anavurugwa, hawezi kuvuka mahali pale. Nini? Wamemwekea zuio. Na mwingine amekuta amefika hatua amechumbiwa na kuchumbiwa, na mtu amekuja kumletea posa na mahali wakalipa, lakini haolewi. Mwisho wa siku amepata mimba na amezaa tu. Nini? Pana zuio lilowekwa. Na mwingine zuio lilowekewa, ameolewa na baada ya kuolewa hazai. Lile ni zuio kwamba utafanikiwa kufika hapa, lakini hautazaa. Na mwingine amewekewa zuio la kwamba utaolewa, utapata mimba, lakini mimba zitakuwa zinaharibika. Nini? Na ndio hiyo anasema na mawimbi yako yanyetayo yatazuiliwa. Mawimbi yako, uzao wako, mafanikio yako, ndoto zako, maisha yako, kazi zako, vitu vyako havitaweza kusogea hatua fulani, havitaweza kwenda sehemu fulani. Utafika sokoni lakini hautafanya biashara, utafika kazini lakini hautafanikiwa. Nini? Wameweka zuio fulani. Yale mazuio ndio ambayo tunazungumza. Mwambie Mungu akakondolee. Umemwona mfano mmoja wa Esta. Esta akisema nitakwenda kinyume cha sheria, lakini si tu kinyume cha sheria, akiwa ameingia kwenye maombi. Ameingia kwenye maombi. Kwa maana hiyo hata wewe una uwezo wa kumwomba Mungu na Mungu akaondoa hilo zuio walilokuwekea. Zuio la aina yote walioliweka,
Unaweza ukawa uliwekewa zuio aidha la kazi, aidha la ndoa, aidha la uzao, aidha la namna yote ile. Leo hii twende tukaliondoe hilo zuio walilokuwekea. Wamekuwekea mipaka ya kwamba wewe mipaka yako mwisho hapa, na kuna wengine mipaka yao ni ya kiuchumi, ni mwisho shilingi 100,000. Hapataki nje ya 100,000, nje ya 100,000 hapati. Nini? Wamemwekea mipaka. Na mwingine mipaka yake ni kiasi cha shilingi 500,000. Hata ungekuwa mfanyakazi kiwango gani, hauvuki hicho kiwango. Wengine ni shilingi 20,000, 30,000, ndio kiwango ambacho wamemwekea. Angalia, tangu ulipoanza kujenga nyumba walikuwekea zuio, utaishia kununua kiwanja, hautajenga. Utaishia kujenga kiti, hautajenga. Utaishia kufanya kitu fulani, hautafanikiwa katika 1, 2, 3, 4. Lakini 2, kuna watu wamewekewa mazuio, utajenga lakini hautaingia hiyo nyumba. Kuna mtu mmoja nilikuwa namhudumia toka mwaka jana. Huyu mtu ile nyumba ameanza kuijenga muda mrefu. Alivyokuwa ananieleza, ana zaidi ya miaka 7 nyumba anajenga, zaidi ya miaka 7 anajenga, na anasema nimeishia sehemu fulani, limekaa kama pagale tu. Tukaingia kuomba. Baada ya kuomba kwa muda kadhaa, yule mtu tayari ameezeka nyumba, ameshaiezeka. Nini? Pana zuio lililokuwa limewekwa, pana mipaka iliyokuwa imewekewa katika maisha yake. Sasa hii mipaka, kuna aina nyingi ambavyo unaweza ukawekewa. Kuna mpaka wa kwanza ambao unaweza ukawekewa kwenye mtazamo wako na hofu. Mipaka au mpaka wa mtazamo na hofu, ukawekewa hofu au ukawekewa mtazamo wako kwamba kwenye mtazamo wako, mimi sio wa kufanikiwa, mimi sio wa kuendelea. Na watu wengi sana wanapenda hii lugha. Si lugha nyepesi na si lugha rahisi sana na si lugha ya kawaida. Sisi hatuwezi kufanikiwa na mtazamo wako unakwenda wa kwamba hutafanikiwa, hautapona, hautaokoka, hautabadilika, hautaolewa, hautaoa. Yaani ule mtazamo wako uliouchukua ndio ambao unaweza kuwa mpaka wa maisha yako. Ule mtazamo wako, umetazama kiwango gani? Wewe unavyotazama, unatazama nini? Ule mtazamo wako ndio ambao unaweza kuwa mpaka wako wa maisha yako. Lakini ule mtazamo ukibeba hofu, hofu yako inaweza ikakuwekea mipaka, kwamba ile hofu inakuzuia wewe. Ndio mawimbi ya nyetayo, unawekewa hofu. Kataa hofu leo, ondoa, badili mtazamo wako leo ili uweze kuvuka zaidi. Ukiangalia ule mtazamo wa wana wa Israeli, angalia wale wapelelezi, nazungumza na wewe, angalia ule mtazamo wa wale wapelelezi wa wana wa Israeli kwenda kuipeleleza Kanani. Ukisoma kile kitabu cha Hesabu mlango wa 13, kitabu kile cha Hesabu mlango ule wa 13, ukiangalia ule mlango wa 13 mstari wa 30, mstari ule wa 31, angalia mstari wa 31 na ule wa 33, 31 hadi 33, utaona wale wapelelezi wakileta habari, pamoja na kwamba tunaizungumza ni habari mbaya, lakini ni mtazamo waliotazama wao, ambao ni umewaweka kukaa mahali fulani, umewaweka kuto kuendelea kwa sababu ya vile walivyotazama. Ukiangalia ule mstari wa 31 anasema, bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tukapigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Angalia tazamo wa kwanza, wamewatazama wale watu kwamba wana nguvu kuliko sisi, kama vile ambavyo umeweka mtazamo wako kwamba ugonjwa huu una nguvu kuliko Mungu, changamoto hii ina nguvu kuliko Mungu, jambo hili haliwezekani, jambo hili haliwezekani. Nini? Ni mtazamo ulioweka, umeweka mtazamo huo, na huo mtazamo ndivyo umevyokaa, na wewe umeganda mahali hapo kwenye huo mtazamo kwamba sitafanikiwa. Tunafanya tu ili siku ziende, tunafanya tu ili tuishi, tunafanya tu ili hivi kitokee hiki, lakini hatuwezi. Walikwepo na mfano, angalia
Hawa ndugu wanaanza kusema alikuwepo kiongozi fulani, hakuweza, hata wewe huwezi. Ule mtazamo ukiweka, ule mtazamo ukikaa kwamba wapo makandarasi waliofanya hii kazi hawakuweza, wapo watangazaji waliokuja walitangaza hawakuweza, ule mtazamo unavyouweka ndivyo ambavyo unakuwekea lile zuio. Wapo waliofanya kazi na serikali hawakupewa. Nini? Mtazamo ulivyouweka. Mtazamo wako unaweza kuwa mpaka wako wa maisha yako. Kwa ukiangalia ndugu wanasema tukaona hatuna nguvu kuliko wao, wakaona wao kumtazama. Nenda mstari wa 32 anasema wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi walioipeleleza, wakasema ile nchi tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa. Kama ni watu wanaokaa inawala, wao wakaanza kutazama hivyo, na watu wote tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Inawezekana wakawa ni warefu sawa. Anasema kisha huko tuliwaona Wanefili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanefili, tukajiona neno tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na ndivyo walivyotuona na sisi. Ndivyo hivi kweli waliwaona, waliwatazama ndani yao kwamba wamewaona na wao kwamba ni mapanzi. Tunaumaliza mwezi, tunakwenda mwezi mwingine. Usiende kwa mtazamo huo, naenda kwa mtazamo mwingine, nawe utavuka na kufanikiwa. Mungu anaangalia kile unachokitazama. Vile unavyotazama wewe ndivyo ambavyo unakwenda. Wakoma walipotazama kwamba tukienda huku tutafanikiwa, na ndivyo walifanikiwa. Ngoja nizungumze vitu vichache. Nakumbusha tu kwa taifa la Tanzania. Angalia mtazamo wa kiongozi aliyekuwa amekwisha kupita, Mheshimiwa Rais hayati Magufuli. Alitazama kwamba makao makuu yanaweza kwenda Dodoma, lakini mikakati ilikuwepo. Mtazamo wake alivyoubadilisha ndivyo ilivyowezekana. Alivyotazama kwamba hili linawezekana ndivyo lilivyowezekana, lakini vile ulivyotazama wewe kwamba haliwezekani ndivyo ambavyo haliwezekani. Twende tukabadili mtazamo. Wamekuwekea zuio la kwamba hutasomesha, na ukatazama hivyo. Mtazamo wako wa kwamba watoto wa kike hawatasoma, kitu hiki hakitafanikiwa. Tubadili mtazamo wetu. Unapomaliza mwezi, unapoenda awamu nyingine, unapoenda miezi 6 hii ijayo, mwambie Mungu, nipe mtazamo mpya. Nipe mtazamo mpya. Kwa mwaka huu nipe mtazamo mpya. Kwa mwezi huu nipe mtazamo mpya. Kwa wiki hii nipe mtazamo mpya. Kwa siku hii nipe mtazamo mpya. Hata kama wamekutazamisha kwamba mara kwanza ulitazama ya kwamba siku fulani siwezi kufanikiwa, siku fulani siwezi kuendelea, siku fulani siwezi kuenda hiki. Kama ulitazama kwamba kwenye familia yetu hatuwezi kufanikiwa, peleka mtazamo mpya wa mafanikio, nao utafanikiwa. Ili uweze kufanikiwa, unategemea mtazamo wako. Mpaka wa pili ni mpaka wa kidini, na sina uhakika kama nitaizungumza mipaka yote. Mpaka wa pili ni mpaka wa kidini na kitamaduni. Mpaka wa kidini na kitamaduni. Kuna watu wengi wamekwama kwenye mpaka wa kidini, kwenye dini zao, wamekuwa na mtazamo wa dini zao, na wengine wamekuwa na mtazamo wa tamaduni zao, kwamba kwenye tamaduni hii haizungumziki na hiki. Angalia huu mpaka wa kwamba mpaka wa kidini. Kuna watu wamekaa kwenye dini zao. Hii dini yetu haituruhusu. Ile dini imewafunga, dini yao imewafunga. Hawezi kufanya biashara na mtu mwingine yeyote, kwani ni dini yao haisemi hivyo. Hawezi kufanya kitu kingine na maendeleo na mtu mwingine. Hawezi kuchangamana na watu wengine, kwani ni dini yao inasema. Dini yetu imesema hapa, sisi ni wa dini fulani, sisi ni wa dhehebu fulani. Dhehebu letu haliwezi kufanya hiki, na umedumaa pale pale.
Hauwezi. Kwa nini? Utakuwa na mawazo ya ile dini, utakuwa na mawazo ya mtazamo wa dhehebu lako, hautakuwa na mtazamo mtambuko mwingine. Kuna uwezekano wewe Mluteri baraka yako iko kwa Mloma. Kuna uwezekano wewe MTAG baraka yako iko kwa Muislamu. Kuna uwezekano wewe Muislamu baraka yako ipo kwa Mpentekosti, ipo kwa Moraviani, lakini kwa sababu umekaa na ile mipaka ya dini, ile mipaka ya dhehebu, umekaa kwenye dini ile ile, hautoki, haufanikiwi, hauwezi kuwa na maendeleo. Eti kisa na mkasa, huyu ni Muislamu, huyu ni nani, ukaweka lile zuio. Mafanikio yako hujui yamebebwa na nani. Baraka yako hujui imebebwa na nani. Uponyaji wako hujui umebebwa na nani. Maisha yako hujui yamebebwa na nani. Umefika hatua umeweka kwamba mimi ni wa kanisa fulani, kanisa ili lililoendelea. Hicho kitu kinakukwamisha mpendwa. Kwa nini? Jifunze kumuuliza Mungu, baraka yako iko wapi? Jifunze kukaa magotini kwa Bwana, baraka yangu iko wapi? Na unaweza ukakuta Mungu akakwambia baraka yako ipo sehemu fulani, lakini kwa sababu ya hii mipaka uliyoiweka ya dini haikuvushi. Umeweka utamaduni kwamba hii mila na desturi za tamaduni zetu, mimi ni Mnyakyusa, nitakaa na Wanyakyusa, nitaishi na Wanyakyusa, nitafanya na Wanyakyusa. Nisikilize, kuna mikoa ambayo imekaa kabila moja haina maendeleo, na kijiji ambacho kimekaa kabila moja halina maendeleo. Kwa nini? Hauwezi kupata mabadiliko ya aina yoyote. Hauwezi ukasema mimi ni mshindi na ukiwa umekaa ndani. Mimi nimeshinda, nimekimbia sana, na huku uko ndani. Hauwezi. Pambana na mtu mwingine, pata challenge nyingine. Ondoa mipaka ya kidini. Hatusemi kwamba badili dini. Baki na dini yako, ila ondoa mipaka ya udini. Ondoa mipaka ya tamaduni zenu. Ruhusu mlango mwingine. Angalia hii mifano miwili ambayo nizungumze. Angalia mfano wa kwanza ni ule wa kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 4. Kitabu cha Injili ya Yohana mlango wa 4 mstari ule wa 7. Kitabu cha Injili ya Yohana mlango ule wa 4 mstari ule wa 7 hadi wa 9. Unaona habari ya huyu mtu ambaye dini yake imemweka mahali fulani. Huyu mama anasema hivi, kile kitabu cha Injili ya Yohana anasema, akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe. Angalia, Yesu anamwambia nipe maji ninywe. Alipomtazama Yesu, akamtazama Yesu kwamba huyu sio wa dini yangu. Angalia majibu ya umama, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuweje wewe Myahudi kutaka maji kwangu? Si kama mnanielewa. Hii ni dini ya Msamaria na Myahudi. Kama ambavyo unasema hii redio ni ya watu fulani, na ujui kwamba imebeba uzima wako na baraka yako. Hiki kitu ni cha watu fulani. Huyu mama anasema, inawezekaneje kwangu kutaka hivi vitu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Wayahudi hawachangamani na nani? Na Wasamaria. Twende tuangalie. Wewe unasema mimi ni wa dini fulani, mimi ni wa dhehebu fulani. Si kama mnanielewa. Kuna vitu ambavyo vimebebwa baraka. Mimi nimejifunza kwangu, nina marafiki ambao ni wa madhehebu tofauti tofauti, ni wa dini tofauti tofauti. Kuna vitu najifunza na vimenisaidia hali yangu ya kiroho, hali yangu ya maisha ya kimwili. Ukikaa kwenye dini yako huji kufanikiwa. Kwa hiyo ondoa mipaka ya dini yako. Hata nenda kasikilize. Kuna muda anajifunza kutoka kwa Muislamu na ananihubiria na nafurahi mahubiri yake.
Kuna muda anajifunza kwa MTG, kwa Pentecost, kwa Mroma, kwa kila dhehebu yananisaidia. Hata wewe jifunze kutoka kwenye mipaka ya dini yako. Huyu mwanamke Msamaria, Yesu asingeweza kumpa maji ya uzima. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari angekaa kwenye dini yake, asingepata uponyaji. Kuna uponyaji ambao unao. Nimezungumza na wewe kwa mfumo wa taratibu sana ili unielewe vizuri. Kwa toka kwenye mipaka ya dini yako na dhehebu lako. Mfano wa pili ni wa mwanamke Mkananayo. Mwanamke Mkananayo, yule mama alikuwa na changamoto ya afya ya mtoto wake, lakini anayemwendea ambaye amebeba uponyaji wake ni mwingine. Nayo ukiangalia kile kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu mlango ule wa 15, kitabu cha Injili ya Mathayo mtakatifu mlango wa 15, angalia ule mstari wa 22 hadi mstari wa 28. Ukiangalia ule mstari wa 22 anasema, natazama mwanamke Mkananayo wa mipaka ile akatokea akampazia sauti akisema, unirehemu Bwana, mwana wa Daudi, binti yangu amepagawa sana na pepo. Wala yeye hakumjibu neno. Nao wanafunzi wake wakamwendea wakamwomba wakisema, mwache aende zake, kwa maana anapiga kelele nyuma yetu. Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea. Sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naye akaja akamsujudia akisema, Bwana, unisaidie. Akajibu akasema, si vema kukitoa chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Fikiri hii sentensi ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Kuwatupia mbwa, kwa maana amemtenga kwamba si wa eneo lake, si wa jamii yake, si wa eneo lake, si wa jamii yake. Maendeleo hayana dini. Maendeleo hayana tamaduni au jamii au ukoo au eneo fulani. Maendeleo yapo kwenye umoja. Na sasa nataka niombe kitu fulani hapa. Tuende tukaombe. Tumwambie Mungu tuondolee mipaka yote tuliowekewa. Nimekuambia mambo machache. Kuna uponyaji wako umebebwa na dini fulani, na mtu wa dini fulani. Lakini kuna baraka yako imebebwa na mtu wa mipaka fulani. Ondoa hiyo mipaka. Unamwona Esther, alipoondoa ile mipaka ndipo alipopata uponyaji. Ndipo alipopata kuokolewa kwa familia. Tunauendea mwezi wa 7. Tunaendea miezi kadhaa. Vunja ile mipaka. Namba 7 ni ya kuangusha Yeriko. Angusha mipaka ya Kiyeriko waliokuwekea katika maisha yako, katika familia yako, katika uchumi wako, katika kazi zako. Dakika tulizo nazo hizi mimi naziona zinakutosha. Cha msingi twende tukamwambie Mungu kuondoa mipaka. Mwambie Mungu tuondolee mipaka yetu yote tuliowekewa. Mambo kadhaa ambayo unaweza kuondoa. Badili mtazamo wako ambao ulikuwa nao ili uweze kuondoa mipaka. Badili mtazamo wako. Kama Mithali 23:7 anasema, mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Nenda kaondoe kila aina ya mipaka waliokuwa wamekuwekea. Kila aina ya mipaka waliokuwekea kwa aina yoyote ile. Na kipindi kinachokuja tutaendeleza eneo hili. Nitakuongezea aina ya mipaka na ili tuweze kuvuka. Tunavukaje? Nenda kamwambie Mungu, Baba, ninakuja mbele zako. Mimi ni mzima. Mimi sio mgonjwa tena. Mimi sio wa kuumwa tena. Huu sio ugonjwa wa familia yetu. Huu sio ugonjwa wa ukoo wetu. Haya sio mauti yetu. Tunaondoa mtazamo wa kwamba sisi tutazika. Kila mwezi wa 7 tutakuwa tunazika. Kila mwezi wa 8 tutakuwa tunakufa. Naondoa huo mtazamo. Naondoa hiyo fikra. Naondoa hilo eneo. Naondoa hiyo hofu iliyobebwa. Kuna watu ambao mnakufa kwa sababu ya hofu mlioambiwa ya kwamba kuna tego. Kila mwezi wa 7 mtazika. Kila mwezi wa 8
8 mtazika, kila inapofika hiki kitatokea hiki. Kwanzia sasa kaondoe hilo eneo lote, hiyo mipaka waliokuwa wamekuwekea, hayo maneno waliokuwa wamekuletea, maneno ya wapelelezi waliokuletea kwamba mwezi unaouendea hautaweza kufanikiwa, mwezi unaojia hautaweza kufanikiwa. Wamekwambia, wametamka vitu mbalimbali, wameweka hiyo dini, hiyo roho ya dini imekaa kwenye maisha yako. Tunaivunja hiyo mipaka, tunaivunja hiyo mipaka, tunaivunja hiyo mipaka. Mwambie Mungu ya kwamba mipaka waliokuwa wameniwekea ya kabila, mipaka walioweka ya dini langu, walioweka ya tamaduni zetu, walioweka ya maeneo yetu, ya kimkoa, ya kiwilaya, ya kijiji, kwanzia sasa ninaivunja hiyo mipaka. Wameweka, wamesema ya kwamba mtazamo wetu sisi tutakuwa ni warevi. Hayo maneno na yafuta, na yaondoa, na yafuta, na yaondoa. Tamka kwa upya, mwambie Mungu, ninaweka mtazamo mpya tena. Nitajenga, nitanunua magari, nitaishi, nitafanikiwa, nitazaa, nitakuwa na watoto, nitakuwa na baraka, nitakuwa ni mbarikiwa, sio yule wa jana, nitakuwa ni mpya tena. Weka mtazamo mpya ya kwamba hili linawezekana tena, hili litatendeka tena, hili litabadilika tena, hili litafanyika tena. Kwa nini? Kwa sababu mtazamo wako unapobadilisha, mtazamo wako unapobadilisha, usemi wako unapobadilisha, usemi wako unapoutamka, kwanzia saa hiyo ndivyo ambavyo maisha yako yanabadilika. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, nami nasimama mbele zako. Kila aina ya mipaka niliyowekewa kwenye maisha yangu, mipaka niliyowekewa, wameweka zuio, kila aina zuio walioliweka, sawasawa na Ayubu 38 mstari wa 11. Neno lako limesema ya kwamba, wakasema ya kwamba sitavuka hapa. Wameniwekea mipaka, wameweka mipaka ya kwamba sitavuka, lakini si tu mimi kwamba sitavuka, wamesema ya kwamba na uzao wangu hautavuka tena, na baraka zangu na uzima wangu na maisha yangu hayatavuka. Wameniwekea zuio la mafanikio yangu kwamba sitafanikiwa, nami leo hii nimesimama mbele zako, ninavunja hiyo mipaka, kama Esta aliposimama ya kwamba atakwenda kinyume cha sheria ya mfalme, nami nasimama kinyume na sheria ya watawala wote, kinyume cha sheria ya miungu yote, kinyume cha sheria ya tawala zote, kinyume cha sheria ya miungu yote. Kuanzia sasa ninaivunja hiyo sheria, ninaivunja hiyo sheria, ninaifuta hiyo sheria, ninaifuta hiyo sheria kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo sheria, hiyo mipaka walioiweka kwenye maisha yangu, hiyo mipaka walioiweka kwenye ukoo wangu, kwenye familia yangu, kwenye maisha yangu, kila mipaka, kila zuio waliloliweka kwa watoto wangu kwamba hawatasoma, kwamba hawatafanikiwa, kila wakifika kidato cha kwanza, kidato cha 6, darasa la 7, kidato cha ngapi, mahali popote walipoweka hilo zuio, kwa jina la Yesu, kuanzia sasa naikataa hofu. Sema, nakataa hofu, nakataa hofu, nakataa hofu, nakataa uoga. Kuanzia sasa mtazamo wowote ulio wa kuferi, ulio wa kukwama, na ukataa leo huo mtazamo na ubadilisha. Mtazamo wowote, kila aina ya roho ya dini iliyonifunga, na ikataa leo, na ikataa leo, na ikataa leo. Roho ya utamaduni na ikataa leo, na ikataa leo. Ninavuka mipaka, ninavuka mipaka, naondoa hiyo mipaka, mipaka ya dini, mipaka ya dhehebu, mipaka ya ukoo, mipaka ya kila aina, kila mipaka walioiweka leo naivunja, naivunja. Mipaka ya Kiyahudi, mipaka ya Kiyahudi, mipaka yoyote, mipaka ya kabila, naivunja leo, naivunja leo, naiondoa leo, naifuta leo kwa damu Yesu. Sogea mbele za Bwana. Sogea mbele za Bwana. Omba kwa dakika ulizo nazo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Bwana, namsogeza mbele zako mtoto wako huyu, mtoto wako huyu. Bwana, hii familia wamewekewa mipaka leo hii. Bwana, nasimama mbele zako, ninatuma malaika aenda kaondoe hiyo mipaka, aenda kaondoe hilo zuio, zuio lilowekewa, zuio lilowekewa. Huyo kijana amewekewa zuio la kwamba hata soma, hata fanikiwa, hata endelea mbele. Tangu sasa Bwana, kila ina rohofu, kila ina aibu aliyokuwa amewekewa, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, na iondoe hiyo hofu, na ondoe hiyo zuio, na ondoe hiyo zuio kwa jina la Yesu Kristo.
kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia sasa hilo zuio walilomwekea huyo mtu, kuanzia sasa nalifuta hilo zuio, nalifuta hilo zuio, nalifuta hilo zuio, nalifuta hilo zuio, nalifuta hilo zuio kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Hilo zuio naliondoa tangu sahihi, naliondoa hilo zuio kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Hilo zuio naliondoa kuanzia sasa, naliondoa kuanzia sasa hilo zuio, naliondoa kuanzia sasa, naliondoa hilo zuio kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo mipaka waliokuwekea na iondoa kwa jina la Yesu Kristo, na iondoa kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo mipaka na ivunja, na ivunja, na ivunja hiyo mipaka waliokuwekea kazini kwako, kwenye familia yako, kwenye maisha yako. Kila ina mipaka walioiweka kuanzia sasa na ivunja kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kuanzia sasa natamka kufanikiwa kwako, natamka ustawi wako, natamka maendeleo yako. Naondoa hilo zuio la uponyaji wako, hilo zuio waliloliweka, hiyo roho ya mauti walioiweka, hayo magonjwa walioweka, hayo magonjwa waliotamka, huo mtazamo waliouweka kwako kwamba hutapona, kwamba hutapona. Kuanzia sasa na uondoa huo mtazamo, na uondoa huo mtazamo. Ipo neema ya mtazamo mpya, ipo neema ya uponyaji mpya, ipo neema kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Na kuinulia neema mpya, natamka nguvu mpya, natamka uzima mpya kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Naondoa hiyo roho waliokuwekea kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Roho ya mafanikio walioizuia, naondoa hiyo roho iliyozuia kuanzia sasa. Hayo mafanikio yaliyozuiliwa na yafungulia njia, nafungua njia, nafungua njia. Vifo vya mapema na viondoa sasa. Naondoa hilo zuio la vifo vya mapema, naondoa hilo zuio la vifo vya mapema kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila ina roho ya mtazamo walioinua kwako, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kwenye eneo hilo, roho ya dini iliyokukamata, roho ya hofu iliyokukamata, roho ya mtazamo iliyokukamata na kukuzuia kuanzia sasa, na iondoa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Ninatamka uponyaji kwenye mwili wako, natamka uzima kwenye mwili wako kuanzia sasa. Wametamka ya kwamba wamekuwekea zuio la utasa, na liondoe hilo zuio la utasa, na liondoe hilo zuio kuanzia sasa kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Navunja hiyo mipaka, navunja hiyo mipaka, navunja hiyo mipaka kwa damu ya Yesu Kristo. Kila aina ya zuio waliokuwekea, kila aina ya mipaka waliokuwekea kuanzia sasa, na iondoa hiyo mipaka waliokuwekea ya ujenzi wa nyumba yako. Wameweka kwamba hautajenga, hautaingia kwenye hiyo nyumba, hautanunua kiwanja, hautanunua gari, hautafanikiwa. Kuanzia sasa naondoa hilo zuio lote walilokuwekea, naondoa hiyo mipaka yote waliokuwekea kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Naondoa hiyo mipaka yote waliokuwekea. Natamka uponyaji, natamka uzima, natamka afya. Hayo maumivu ya mgongo tangu sasa na yaamuru, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Maumivu ya tumbo, vidonda vya tumbo, hayo maumivu kwenye tumbo, uvimbe, huo uvimbe kwa tula, huo uvimbe kwenye hilo tumbo tangu sasa, hilo uvimbe, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Huo uvimbe kwenye hilo tumbo, toka kwa damu ya Yesu Kristo, toka kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa kila ina ugonjwa uliokaa kwenye mwili wako, kuanzia sasa na uamuru wa ugonjwa. Wamesema moyo umetanuka, mtoto wa kwanza moyo umetanuka, mwingine mtoto huyo moyo umetanuka. Hiyo roho iliyoinuka mahali hapo na huo mpaka waliowawekea, toka kwa jina la Yesu Kristo. Maumivu ya kichwa, toka kwa jina la Yesu Kristo. Maumivu ya kichwa, toka kwa jina la Yesu Kristo. Roho zote zilizoinuka juu yako na ziamuru, toka kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Kila aina ugonjwa ulioinuka juu yako, kila aina changamoto iliyoinuka kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, hiyo changamoto kuanzia sasa na iamuru, toka kwa jina la Yesu Kristo, toka kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Kila aina ya roho iliyoinuka juu yako, kila aina mipaka uliokuwekea, mipaka ya aina yote ile, mipaka ya mtazamo, mipaka ya maendeleo, mipaka ya aina yote ile, na iondoa kuanzia sasa kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, anaachilia uzima na uponyaji ndani yako. Natamka nguvu za Bwana, natamka uzima, ukavushwe tena, ukavuke tena, ukavuke tena, ukavuke tena, ukavuke tena, na kuvusha, na kuvusha, na kuvusha kwenye hiyo mipaka. Na ondoe hiyo mipaka uliokuwa umekuwekea, hiyo mipaka ya kielimu, hiyo mipaka ya ajira, hiyo mipaka ya kazi, hiyo mipaka ya daraja lako, hiyo mipaka ya mshahara wako, na iondoa tangu sasa, na iondoa
naiondoa mipaka ya mafanikio yako, naiondoa na kupandisha tena na kusogeza kwa neema ya Bwana katika jina la Yesu Kristo. Vitisho vyote na viondoa kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Amen.